Funga macho yako kwa sekunde 5, alafu hebu jaribu kuvuta picha. Uko kwenye dunia ambayo hakuna kitu chenye jina. Huwezi kumwita rafiki yako, huwezi kuomba maji, wala huwezi kueleza kile unachokiona kwa wakati huo. Bila shaka hii inatisha na kutia hofu sana, sivyo? Majina ndiyo yanaipa dunia yetu mpangilio. Bila majina, maarifa hayawezi kupitishwa. Kwa maana huwezi kujifunza kitu chochote bila kuwa na majina. Katika lugha ya Kiswahili, kundi hili muhimu la maneno yanayotaja majina linaitwa nomino. Sasa leo mimi ni mwalimu wako, nitakuongoza kuelewa nguvu ya nomino na aina zake 4, jinsi zitakavyokufanya uwe gwiji wa lugha ya Kiswahili. Na karibu. Sasa ukiwa tunaendelea na mada yetu, kabla ya yote kwanza tunatakiwa tuelewe sasa nini maana ya nomino. Je, nomino ni nini? Tujiulize kwa pamoja. Nomino ni neno linalotaja jina la mtu, kitu, mahali, hali au hata wazo au dhana. Na nomino ni mtawala wa sentensi kwa sababu bila yeye hatujui nani anafanya nini au alifanyiwa nini. Tazama mazingira yako sasa hivi. Kila unachokiona, mfano wanyama, watu, magari, matunda au hata furaha uliokuwa nayo sasa hivi, hizi zote ni nomino. Hizi zote kwa ujumla tunaziita nomino. Lakini je, zote zinafanana? Jibu hapana. Sasa kwa nini? Kwa sababu hizi zote zimegawanyika katika makundi mbalimbali. Sasa kwa pamoja, hebu tuzigawe hizi nomino katika makundi yake maalum ili tuweze kwenda sawa zaidi. Kwa sawa? Yes. Kwanza tuna nomino za pekee. Haya ni majina ya vitu ambavyo hutaja kitu kimoja tu na cha kipekee. Huwezi kusikia sehemu nyingine. Yale majina huanza kwa herufi kubwa hata akikaa katikati ya sentensi. Mfano, ukisema Tanzania, tunajua ni nchi gani maalum. Ukisema Jumanne, tunajua ni siku gani maalum. Na hakuna sehemu nyingine ambapo unaweza ukakuta hivyo vitu. Kwa mfano, mlima Kilimanjaro ni sehemu moja tu ambapo utakuta huo mlima Kilimanjaro ambapo ni Tanzania. Ukisema Samia Suluhu Hassan, tunajua moja kwa moja ni mtu gani, kwamba ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na hakuna mwingine. Sasa hivyo ndivyo tunavyoweza kubainisha nomino za pekee na kuziweka katika kundi hili, kwamba inataja vitu katika hali ya upekee. Lakini aina ya pili ni nomino za kawaida. Kawaida ni vile vitu ambavyo vinatuzunguka na tunatumia katika matumizi yetu ya kila siku katika hali za kawaida. So, hapa ni tunataja majina ya jumla ya vitu vilivyo vingi vya aina moja. Mfano, simu, gari, mwalimu au mji. Ukisema niletee simu, hujasema ni simu ya aina gani maalum. Hivyo jina ni la kawaida. Ukisema ni mwalimu gani? Yupo mwalimu wa Kiswahili, yupo mwalimu wa jiografia, yupo mwalimu wa sayansi, yupo mwalimu wa kike, yupo mwalimu wa kiume. Kwa hiyo hapo ndipo tunapopata nomino za kawaida. Tofauti na nomino za pekee, nomino za kawaida hazihitaji herufi kubwa zikiwa katikati ya sentensi. Hizi zinaanza herufi ndogo tu.
endapo zitakuwa katikati ya sentensi, lakini zikiwa mwanzo wa sentensi zitaanza na herufi kubwa, tofauti na nomino za pekee ambapo tumesema huanza na herufi kubwa hata zikiwa katikati ya sentensi. Aina ya tatu ya nomino ni nomino za jamii. Nomino za jamii ni makundi ya nomino ambapo hutaja vitu katika makundi vilivyokuwa pamoja kama umoja. Huwezi kuwa na jeshi la mtu mmoja, shule ya mtu mmoja, halmashauri ya mtu mmoja. Vitu hivi lazima viungane, vihusishe mtu zaidi ya mmoja au kitu zaidi ya kimoja, ndipo tuwakilishe kwa neno moja ambalo ndio tunaweka katika kundi la nomino za jamii. Mifano mzuri ni kama tunaposema mwiko wa nyuki, jeshi la askari au safi la wasafiri. Ukitumia maneno haya tunawakilisha kundi la kitu fulani ambalo limejikusanya kwa pamoja na kufanya kazi kama kitu kimoja. Mfano, shule inajumuisha nini? Walimu, wanafunzi, madarasa, madawati na vifaa vyake vyote ambavyo vinatumika, ndio kwa pamoja tunaita shule. Jeshi unajumuisha muunganiko mkubwa wa watu, ndio tunaita pale tunapata jeshi. Hivyo kwa pamoja ndio tunaita nomino za jamii. Aina nyingine ya 4 ni nomino dhahania. Dhahania imetokana na neno dhana, kudhani. Ni vitu ambavyo vya kufikirika, labda hatuwezi kuviona wala kuvishika, lakini bado tunafikiri viko katika hali fulani. Kwa hiyo kuna baadhi ya majina tunayataja na kuyaweka katika kundi hili kwamba tunavidhani na hatujawahi kuviona hata kusiku. So hizi ni nomino za vitu tusivyoweza kuvishika au kuviona, lakini vipo. Mfano, amani, upendo, haki, hata elimu. Unaposema una upendo na mtu, mfano rafiki yako, una upendo na rafiki yako, una upendo na mwalimu wako, lakini hatujawahi kuona upendo unakuaje, ila bali tunauhisi upo upendo mioyoni mwetu. Tunaposema Mungu, hatujawahi kumuona Mungu, lakini bado tunahisi kwamba yupo Mungu. Tunaposema upepo, hatujawahi kuona wala hatuwezi kushika, lakini bado tunahisi kwamba uko upepo. Ndio izana aina ya nomino kuwa nomino dhahania, kwamba tunadhani lakini bado hatujawahi kuviona. Hebu tuandike sentensi hii. Mwalimu Juma ana upendo kwa jeshi la Tanzania. Rudia, Mwalimu Juma ana upendo kwa jeshi la Tanzania. Sasa kabla hatujaagana, tazama sentensi hii. Ina aina zote 4 tulizojifunza. Je, unaweza kuzitenga? Kama unaweza kuzitenga, niandikie majibu yako kwenye maoni hapo chini. Niandikie majibu kwenye maoni hapo chini ili tuweze kujua kama tumeelewana kuanzia tulipoanza mpaka tulipoishia hapo. Asante kwa kuwa na mimi. Kumbuka, lugha ni utambulisho na nomino ndio mwanzo wa utambulisho huo. Na kutakia kila laheri. Mimi ni mwalimu wako Charles Patrick. Mpaka wakati mwingine, na kwaheri.